Kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kilwa mkoani Lindi chini ya mwenyekiti wa chama hicho wilaya Saidi Timami ametembelea na kukagua mradi wa kingo za bahari katika eneo la soko la samaki Kilwa Kivinje na kumtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa kufuatilia milioni 19.5 fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa stendi Kivinje. Awali, afisa uvuvi kata ya Kivinje, Julian Kabasu, alisoma taarifa fupi kwenda kwa mgeni rasmi wa ukaguzi huo, ambapo alisema kuwa mradi huo ni utekelezaji wa moja kwa moja wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ukiwa na lengo la uimarishaji wa miundombinu na uhifadhi wa mazingira na kuendeleza uchumi kwa manufaa ya wananchi wa maeneo ya Pwani. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, mradi wa ujenzi wa ukingo wa bahari wenye urefu wa mita 30 katika kata ya Kivinje ni utekelezaji wa moja kwa moja wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi iliyosisitiza uimarishaji wa miundombinu, ulinzi wa mazingira na kuendeleza uchumi wa bluu kwa manufaa ya wananchi wa Pwani. Mradi ulianza rasmi tarehe 28 Aprili 2025 ukiwa na lengo la kudhibiti mmomonyoko wa ardhi, kulinda miundombinu ya umma hususan soko la samaki la Kivinje na kuweka mazingira salama ya wananchi kuendesha shughuli zao za uvuvi na biashara. Gharama na chanzo cha fedha. Utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kilwa kiasi cha shilingi milioni 17,500 ambazo zilipokelewa kwenye akaunti ya maendeleo ya kata namba 7010200192. Hatua inayoakisi msimamo wa serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kujitegemea na kusimamia vyema rasilimali za ndani kwa maendeleo ya wananchi. Mradi ulitekelezwa kwa kutumia mfumo wa force account ambao mafundi wa ndani walitumika, jambo lililochangia kutekeleza ilani ya CCM ya kuhusu uendelezaji wa ajira za ndani na ushirikishwaji wa wananchi katika miradi ya maendeleo. Kuna fedha milioni 19.5. Mimi nilikuja pale stendi. Hali ya choo ilikuwa sio kizuri na hali ya barabara sio mzuri na kulikuwa na madimbwi na mama nitilie pale. Tuliwahi kuambia watu wa afya wafungie wale waondoke, ni hatari ya mlipuko. Tukaomba fedha lakini ziliingizwa fedha milioni 19.5 kwa ajili ya stendi. Inasemekana fedha hizi ndio zimetolewa stendi zimekuja kujengwa lile pale. Kwa hiyo tunataka kujua hela za soko milioni 19.5 ziko wapi, na sasa hivi tuende pale stendi tukaangalia milioni 19.5 ya ujenzi wa choo na pale stendi ziko wapi au zimeshajengwa. Kwa hiyo nilikuta kwa ajili ya swala hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa wenyewe wapo na fedha tunazozijua zilizoletwa huku ni hizo tu, hizo fedha zilizoletwa mara mbili. Basi watatufahamisha kwamba pale kwenye stendi bado tunadaiwa kumalizia pale. Tuna stendi 2-3 ambazo zilikuwa na kero. Tuna stendi ya Kivinje, lakini tuna stendi ya Nangurukuru na stendi ya Masoko. Stendi ya Masoko kama unavyoona pale tulikuwa na kero kubwa ya vile vibanda ambavyo tumefanyia ukarabati pamoja na pale chini kumwaga kifusi. Stendi ya Nangurukuru ilikuwa itumiki, si sawa? Tukaweka kipaumbele kwanza ile itumike, turekebishe pale. Then tuangalie bajeti zetu, tuitenge tena fedha kwa ajili ya stendi ya Kivinje. Lakini kwa sasa bado stendi ya Kivinje haijaingiziwa fedha, watendaji wako hapa. Kuna vitu vitongoji mko. Sio kwamba fedha imeingizwa mara mbili, hapana. Diwani upo? Nipo. Sio bwana. Mkurugenzi mgeni huyu alijui hili. Mnanitupia mzigo huyu. Ninyi mnamtesa mkurugenzi. Mkurugenzi mnamtesa, wewe unalijua hili jambo na tuligombana pale. Kwa hiyo ina maana kamati ya siasa ya wilaya mmeidanganya, na mimi mwenyekiti nilikuja pale, huyu mkurugenzi hayupo. Ninyi mnambebesha mzigo huyu atanena mimi mbaya. Ili nakula sahani moja na wewe, niambie milioni 19.5 za pale ziko wapi? Na milioni 19 zilizoingia hapa ziko wapi? Kati ya zile au hizi zilizoenda kujenga pale, nataka zile za ukuta zirudi pale kama tulivyokubaliana. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda kwa sababu umenipoint moja kwa moja, nielezee uhalisia wa jambo hili namna ulivyokuwa, kwa sababu inafikia mahala sasa mtu izungumze vile ambavyo jambo lilikuwa. Zilizoingizwa zilikuwa milioni 19.5 kutoka kwenye mapato ya ndani. Hizo fedha
ziliingizwa. Kwanza hizo fedha ziliombwa kwa ajili ya ukarabati wa stendi shilingi milioni 19 na laki 5, lakini fedha hizo baada ya kuingizwa pale kwa ajili ya matengenezo ya stendi, hizo fedha hazikufanya kazi ya ile stendi, na tatizo lilikuwa moja. Tatizo ni kifungu kilichotumika kulipia hizo fedha. Kifungu kilichotumika kilikuwa ni kifungu cha uvuvi. Kwa hiyo kukawa na mvutano. Watu wa uvuvi wanasema mmetumia kifungu chetu, tupeleke sokoni, soko la samaki. Lakini sisi katika request tuliomba hizo milioni 19 kutokana na tathmini ambayo aliifanya engineer Nina tukarabati nini, tuweke vifusi pale stendi, ndio ilikuwa hasa. Lakini tulifanya utaratibu, kwa kuwa pesa hizi zimetumia vifungu vya uvuvi, tulienda kwa mkurugenzi, tukaenda kwa afisa mipango, wakaturidhia kamati ya maendeleo ya kata ikae itengeneze utaratibu, yani iombe kubadilisha matumizi, kwamba kwa kuwa tumetumia vifungu vya uvuvi, matumizi sasa yabadilike, tupeleke stendi. Ngoja kwanza, mkurugenzi anakudanganya huyu. Ina maana sehemu yoyote yenye mapato yatokanayo na mradi wenyewe, wengine wasifanyiwe shughuli hizo. Mfano na Njirinji wakidai ufuta usiende kutengeneza huko kwenye watu wa uvuvi, ina maana mapato ya ndani yanaonyesha kwamba fedha hii tunatoa kwa ajili ya uvuvi mlipotoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti zinaenda kwa idara. Kwa hiyo wakati wa kupanga bajeti kama anavyosema ndivyo hivyo ilivyokuwa. Ni sahihi kwamba kama fedha imepangwa kwa ajili ya idara ya uvuvi, huwezi kuitumia msingi. Kama imepangwa kwa ajili ya elimu msingi, huwezi kuitumia afya. Kwa mujibu wa bajeti, kwa vifungu vinavyowekwa, lazima uitumie kwenye idara husika. Lakini tunakuja hapo, ngoja hapo. Ina maana nyinyi mlitudanganya kamati ya siasa kwamba milioni 19 laki 5 tumeka pale ili tutoe ngoma juani. Si ndio? Ndo maana yake? Hapana, narudia tena. Ni maana hiyo, kwa sababu haiwezekani milioni 19 laki 5 zimejengwa, zimepelekwa pale hata kama zitakuwa za uvuvi. Lakini tumesema zikajenge barabara. Leo mnahamisha, mnaleta huku. Barabara ile inajengwa na nini? Na ile ilikuwa na hatari vile vile. Au umesahau DC tukamwambia afunge ile stendi? Au umesahau? Wewe kuepo. Tumemwambia DC funga stendi. Wali ile kuepo sio mzuri. Nirudie tena kutoa maelezo. Mnamdanganya huyu. Hapana, mimi huyu hakuepo. Huyu hakuepo na wala adanganya. Ninachokizungumza alobadilisha nani? Kwa makubaliano na nani? Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ni kuombe kwa busara zako. Inawezekana tusipate majibu hapa, lakini niombe kamati yako nikuletee majibu yaliyonyooka kwenye majumuisho juu ya mkanganyiko huu unaotokea.